Hayo yameelezwa na mhubiri Nabii Joshua Mwantiala kutoka huduma ya uponyaji, ambaye amejipa kazi ya kueneza ujumbe wa kuhimiza amani, umoja na mshikamano kwa Watanzania katika mikutano wanayoifanya katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya. Amesema kuna kila dalili kuwa baadhi ya viongozi wa dini wameanza kuingia kwenye mitego ya kuwasujudia wanasiasa kwa maslahi yao binafsi, hata kama wanaenda kinyume na viapo vyao vya uadilifu, hali ambayo imeanza kujenga mgawanyiko na hata kupoteza matumaini, hali ambayo ni hatari kwa nafasi zao na pia kwa ustawi wa taifa. Kwa tusikubaliane na matakwa ya wanasiasa kwa sababu tunawapenda au wana ushawishi mzuri wa maneno. Tusikubaliane na mawazo ya viongozi wa dini kwa sababu ni baba zetu wa muda mrefu kiroho. Ni lazima kila Mtanzania mwenye utashi afahamu kwamba Kristo unapoingia ulilikuta taifa la Tanzania. Uislamu ulipokuja ulilikuta taifa la Tanzania. Siasa zilipokuja ziliwakuta wa Tanzania. Haleluya. Kwa ni lazima tuweke utanzania mbele. Hebu sema Tanzania mbele. Mhubiri huyo ameenda mbali zaidi na kueleza kuwa hali inayojitokeza sasa kwa watu kuona ufahari na ujasiri kufanya ufisadi, kupora rasilimali za wanyonge, kunazidi kutengeneza nyufa za mahusiano baina ya serikali za nchi nyingi za Afrika na watu wake, hoja ambayo pia imeungwa mkono na baadhi ya wananchi wanaohudhuria mikutano hiyo. Karibu Afrika yote wananchi wamezichukia serikali zao. Kuna umwagaji damu. Tatizo, msingi uliharibiwa, na msingi huu unasimamiwa na viongozi wa kiroho kuwaasa watu wao wabaki kwenye msimamo wa kuhakikisha wanajenga jamii yenye ushikamano. Haleluya. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo lazima tutambue kwamba katiba iliyoko madarakani ina upungufu gani na ina matatizo gani. Na tunapoamua kubadilisha katiba hiyo lazima tujue kwamba tunatakiwa tuongeze vitu gani na kwa maslahi ya watu wote, na sio kwamba wale walioko katika ile sehemu ndio waweze kunufaika na katiba itakavyoweza kubadilika. Ni kweli utakuta mtu yeye anashughulika na mambo labda ya siasa kwa ajili ya manufaa yake. Hataki kwamba labda tuwe na umoja na amani kama tulivyokuwa mara ya kwanza katika Tanzania yetu. Lakini yeye anapata tu kwa maslahi yake. Katika hatua nyingine, mhubiri huyo alitoa huduma ya dozi kwa stadi ya matone ya maji kwa wagonjwa wenye shida na uhitaji mbalimbali, hatua ambayo imetafsiriwa na baadhi ya watu kama ni aina nyingine ya kikombe cha babu, ingawa viongozi wa huduma hiyo wamekana kuwa haina uhusiano na badala yake kutumia jina la Yesu Kristo pekee katika uponyaji. Haya maji hayana mzizi wowote uliochanganywa ndani yake. Mara utakapomaliza kuhojiwa utapewa maji ya uponyaji hapa hapa. Nikiripoti kutoka hapa Mlowo wilayani Mbozi katika mkoa wa Mbeya, Ndantweve wa ITV.